Basi ninawakaribisha katika kipindi cha Maji Yenye Uzima. Ambaye ananena pamoja na wewe ni Apostle Sia Kimani Wambogo, tuko located free area mahali kunaitwa Home Center, mji wetu wa Nakuru. Tunaongea kuhusu habari ya kuwa hodari na kuwa na ushujaa mwingi, na nipoza roho za hofu zikadidimishwa ndani yetu. Maana hofu ni silaha ya shetani, na sio vizuri mwanadamu kuishi na hofu, licha ya kwamba mpango wa Mungu sio mbaya juu ya maisha yako. Tuangalie katika Isaia 43, inasema katika mstari wake wa kuanzia mwanzo hadi mstari wa 6, inasema, lakini sasa Bwana aliyekuhukulu yeye Yakobo, yeye aliyekuumba yeye Israeli, asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Mstari wa 2 inasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakuharikisha, uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakuuguza. Hayo ni maneno ya maana sana kujua ya kwamba kama Mungu yuko upande wako, na kama Mungu amekuchagua, kama Mungu unatembea pamoja na yeye pia. Maana haya sio mambo ambayo inahusu Mungu peke yake. Haya ni mambo ambayo yanakuhusu wewe na Mungu, na pia vile ambavyo mnatembea na Bwana. Wakati unatembea pamoja na Mungu, haustahili kuwa na roho ya hofu ndani ya maisha yako. Ile roho ya kuogopa either maishani mwako ni kana kwamba kuna mambo mabaya yatatukia. Na Bible inasema ya kwamba wakati mwingine utapitia katika mambo mazito, wakati mwingine utapitia katika hali ngumu. Hivyo ndio Bible inasema. Wakati mwingine utapitia katika bonde la mauti, wakati mwingine utapitishwa katika mito. Hiyo ni kumaanisha nini? Hiyo ni kumaanisha hata kana kwamba tumeitwa na Mungu, na hata kana kwamba Mungu amekuchagua, already anakuandaa. Na nipoza watu wengi huwa na maswali mengi. Kwa nini Mungu, mimi ni mtoto wako? Na kwa nini Mungu uliruhusu haya mambo? Haustahili kujiuliza mambo kama yale. Ni kwa sababu gani? Neno la Mungu linasema, licha ya kwamba wewe ni wangu na nilikuchagua, lakini kuna wakati mwingine utapitia mambo mazito. Usiogope wakati utapitia katika yale mambo. Wakati mwingine kutakuwa na hali ngumu katika maisha yako. Sio kusema zile hali zinastahili kukubeba. Sio kusema hizo hali ni za kukuua. Sio kusema hizo hali ni za kukuondolea hadhi ama hatima ile ambayo Mungu amekuwekea mbele yako. Hapana. Na hayo ndiyo mambo ambayo ni ya muhimu tena sana ya wewe kama wewe ni mtu ambaye unamuandama Mungu kuyajua. Ya kwamba licha ya kwamba umeokoka, katika Mhubiri 9 mstari wake wa 2 huwa inasema mambo yote hutukia sawa hapa duniani kwa wale wameokoka na kwa wale ambaye hawajaokoka. Yaani unaweza kutwa na janga linafanana na mtu yule ambaye hajaokoka, na wewe ustahili kuongea ni kana kwamba haumjui Mungu. Uulize Mungu, kwa nini uliruhusu haya mambo yatukie na mimi nimeokoka? Hapana. Hebu sikiza mstari wa 2, imesema upitapo katika mito. Hiyo ni kumaanisha kwamba wakati mwingine utajipata katika situation. Mito ni kitu ambacho kinataka kukubeba. Kina uwezo wa kukubeba. Unajua mtu ikikubeba inakupeleka mahali inataka yenyewe. Maana maybe kama wewe hujui kuogelea, inawezekana wewe ukakunywa maji. Na ni vizuri, kuna vitu zingine wakati mwingine ni za muhimu sana, hasa ukiwa katika ujana wako. Ni vitu zingine ni za muhimu sana hata kujifundisha. Maybe sijui ni kuulize wewe, maybe ukienda ukute mto ikianzia ikubebe, unaweza fanya nini? Na pengine ulikuwa unaambiwa muende kwa ile kadamu ya kwenyu ukaogelee kidogo, ufundishwe kuogelea, unaogopa. Ati unasema wewe maji ile mingi sana kwako ni ya karai. Na kuna wakati mwingine kuna kuja hali zinastahili kukubeba. Na ni vizuri kuwa na tukosi twingi kwa maisha. Mimi nakumbuka katika ujana tulikuwa tunaenda kwa damu tunaogelea. Leo hii hata nikienda mahali maybe unless kuwe ni maji ambaye yana uzito mwingi sana ndio yanaweza nibeba. Lakini hata nikianguka kwa mto wenye ni mkubwa wa kiwango gani na kuna maji ambaye haina kasi sana, nina uwezo wa kukumbuka vile ambavyo nilijifundisha zamani na maybe nikajiokoa na nikaokoa mtu mwingine. Mambo kama yale pia ni ya muhimu sana katika ujana wenu. Wakati wewe ni kijana, hakikisha kwamba kuna vitu kama hizo unajihusisha nayo, ni kwa sababu ya maisha. Lakini sasa haya ni mambo ya asilia ninasema. Sasa turudi kwa mambo ya kiroho. Ya kwamba kuna wakati mwingine kuna mambo huwa yanakuja kama mito ambaye yanaweza yakakubeba wewe. Utafanyaje? Kile ambacho unastahili kufanya ni mimi niko na Mungu na huyu Mungu atanisaidia. Hii hali ambayo imekuja si ya kuniondoa.
Hata wakati mwingine unaweza kuta finances uko juu, alafu ghafla unakuta kwamba ni kama umerudi chini vop, mpaka unashangaa ni nini kinafanyika kwa maisha yangu. Hiyo sio kusema ni mwisho wako mpendwa. Hiyo ni kumaanisha kwamba kuna majira yamekuja, wakati mwingine yanakaa ni kana kwamba yatakubeba, lakini sio kusema ya kwamba Mungu hana mpango mzuri na wewe. Jitie nguvu, jiimarishe mbele za Bwana. Anzia kuomba ukimwambia Bwana, si wewe Mungu ndio ulikuwa na mimi jana? Si wewe Mungu ndio uliniinulia viwango juzi? Si ni wewe Mungu umeniwezesha kufanya haya na yale na yale? Na njia nyingine ya kuweza kushinda majaribu wakati anakuja kwa barabara yako ni kukumbusha Bwana, sio kuomba, kumkumbusha Mungu mambo yale tayari unajua amefanya kwa maisha yako. Usiwe Mkristo ambaye wakati ukiona mambo ndio sasa unashuka chini na unaanzia kuongea kinyume. Ninaona ni kama nimefika mwisho wangu. Hapana. Mtu kama Daudi, Biblia inasema Daudi kwa nini alimshinda Goliathi? Ni kwa sababu alijitia nguvu na mambo yale Mungu alimwezesha wakati alikuwa porini. Hata wewe wakati Mungu alikuwezesha, haukuwa na uwezo hata wa kusoma, Mungu akakusaidia, ulisoma hata na shida. Hata ulikuwa unadhaminiwa na huyu anawacha barabarani, mwingine Mungu anamuinua, anajitokeza, anaendelesha masomo yako, maana yawezekana wazazi wako hawakuwa na nguvu. Hayo ndio maneno ya busara wakati unaona ya kwamba kuna mafuriko mbele yako. Usikubali kuongea maneno ya kudidimisha moyo wako. Enda mbele za Bwana, mwambie Mungu, mimi hata wakati Mungu nilikuwa ninasoma, kwa uhakika ulikuwa unatuma mdhamini huyu, akiondoka unatuma mwingine. Hiyo ndiyo njia moja ya kuimarisha moyo wako, kuoneshana ya kwamba hili ni jambo tu limekuja kwa majira, lakini Mungu ninakuaminia ya kwamba utanisaidia hata katika jambo hili ambalo limeinuka mbele yangu. Kwa sababu hiyo mito haitatubeba, uendako katika moto hutateketea. Unajua ya kwamba kuna mambo mengine huwa yanakuja yanakaa kama moto, mpaka unaona kabisa mimi nitaisha. Watu ambao wanaweza tufundisha ni wale ambao wanapatikana katika Danieli, Shadrach na Meshach na Abednego katika tanuru la moto. Hiyo ni kumaanisha wakati walimwambia mfalme, sikia mfalme, uishi hai, lakini sisi kwa jambo lile ambalo unataka sisi hatutakubaliana nalo. Na hata kana kwamba tutakufa, Mungu wetu atabaki kuwa Mungu. Hata kana kwamba tanuru ya hii moto itatuteketeza, sisi tutabaki tukijua jina la Bwana litabaki kama limeinuliwa. Na Biblia inasema walipowekwa katika tanuru la moto, Biblia inasema hata kaptula zao hazikunuka moshi. Hiyo ni kumaanisha nini? Ya kwamba wakati unajua Mungu ako upande wako, maana ni yeye aliyekuchagua, ni yeye aliyekuita, na anakuambia usiogope. Ni kusema hata katikati ya moto bado utasurvive. Hata katikati ya hayo mambo mazito unayaona, bado utafanikiwa, bado utainuka tena, bado utafikia kile Mungu amekuwekea, bado utaweza kusomesha watoto wako, na bado utawezesha mambo mengi ambayo yalikuwa yamedidimia kwa familia yenu. Yale mashamba ya mababa zako ulikuta pengine waliuza, na inakuwa ni huzuni sana wakati wazazi wetu wanakumbuka. Unajua wakati mwingine mzazi anaweza kukupigia simu, alafu akikupigia simu na wewe hauna namna. Na ni vibaya sana, mtu huwa anafeel vibaya sana. Mzazi wako amekupigia simu, maybe anataka kama 1500 na hauna. Alafu za hiyo unasikia akisema, na niko damu dhomithie, na nipoza niliwasomesha, na nikauza mbuzi zangu, nikauza ng'ombe zangu, ndipoza nyinyi musome. Wacha nikwambie siku hii ya leo, ninakuombea katika jina la Yesu, wewe uje ujenge mahali palipobomolewa kwa familia yenu. Maana wengine tuliwacha wazazi wetu wakiwa masikini ati ndio tusome, ndipoza kesho tuinue maisha yao. Lakini kwa sababu ya ulimwengu vile ulivyo, tunadidimishwa kila wakati. Na nipoza nimekuja mimi kama kuhani kuimarisha moyo wako. Hiyo hali unapitia inakaa kama moto, niitangazie siku hii ya leo itakubaliana na neno la Bwana, ndipoza maisha yako yawe kwa heri. Na nipoza hata wakati mwingine, wakati unapigiwa simu, unakuwa na moyo wa kuimarika. Unaambia mama ama dad, mlinisomesha na nitahakikisha nimejenga mahali mama yetu tulibomoa wakati mlikuwa mnatusomesha, katika jina la Yesu. Kwa hivyo hayo mambo ambayo yanaonekana ni kana kwamba ni moto, ninaomba katika neema ya Bwana yaondoke katika jina la Yesu, na yatii sauti ya Bwana. Maana mimi Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako, nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Shaba kwa ajili ya maisha yako. Kile ambacho Mungu anafanya
Wakati mwingine hatunaga suluhisho, hatuna jawabu. Wakati mwingine unakutaka hatuna jawabu kwa mambo yale ambayo yametukabidhi. Lakini neno la Mungu linaahidi kitu kimoja, ya kwamba nitaamuru wanadamu kwa sababu yako. Na hilo ni jambo la maana sana. Unajua wakati hauna jawabu wewe unauliza, no wito oge nyuma na ajira. Ni nani wetu anaweza akakuja akanisaidia? Lakini neno la Mungu linasema Mungu mwenyewe ataamuru watu kwa sababu yako. Mungu anaweza amuru hata taifa kwa sababu yako. Mungu anaweza amuru hata wafalme. Yeremia Mungu anamwambia nitakutuma hata kwa watu wakubwa. Mimi nishaona mtu anaenda pengine ni poe. Unakuta katoto tu kametoka kwa familia masikini, kameenda mbele ya mfalme, kametoa poem mzuri sana. Alafu mfalme anasema huyu mtoto nitasomesha maisha yake yote. Hiyo ni kumaanisha kwamba licha ya kwamba kwenye kulikuwa na shida, lakini Mungu hatawahi kosa barabara ya wewe kutokea katika zile shida katika jina la Yesu. Mungu ataamuru wanadamu. Na hata leo mimi nikiwa mtumishi ambaye Bwana ameniita kwa sababu ya maisha yako, na haijalishi mahali unashiriki. Hii ni zaidi ya dini. Hii ni zaidi ya mahali wewe unashiriki. Maana maisha yako na dini hakuna mahali inaingiliana. Tunaongea kuhusu habari ya maisha yako. Na mimi nataka kutangaza kama kuhani ya kwamba Mungu ainue wanadamu, Mungu ainue taifa, Mungu ainue mataifa ni kwa sababu ya maisha yako. Na nipoza uweze kujenga mahali ambapo palibomolewa. Maana wewe ni wa Mungu na Mungu anakujua vizuri sana katika jina la Yesu. Mstari wa 5 inasema usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Hiyo ni kumaanisha nini? Ya kwamba vitu vile ambavyo vilitawanywa nina uwezo wa kuvirejesha. Vitu vile vilitawanyika. Katika Yoeli 2 mstari wake wa 25 huwa inasema ya kwamba ile miaka imecheleweshwa, Bwana ataiwezesha ikaweza kuturejea. Ni vitu kama zile. Wakati mwingine kuna watu wamecheleweshwa hata kwa baraka zao. Unakuta ya kwamba unaota ndoto, usiku unaona maono, ukiamuka asubuhi ni masikini. Wengine hata unaota ndoto kwa kitanda yako kumejaa pesa, chini ya kitanda ukiamuka hata unaenda kuconfirm na hukuweka pesa hapo, unakuta hii inaonekana ilikuwa ndoto, lakini ilikuwa ndoto mzuri sana. Huwa hiyo inaashiria kuna ukuu kwa maisha yako. Ni vile wewe uendelee kuchimba kitu cha Mungu ambacho kiko ndani yako, lakini ndani yako kuna ukuu. Kuna vitu Mungu ameweka za dhamana kwa maisha yako. Na nipoza nilisema ya kwamba unahitaji kuhani. Maana kuhani ndio huwa anasababisha watu kufanikiwa. Mungu anadhibitisha, kuhani anafanikisha. Kuhani akisema chochote ambacho umekuwa ukiona kwa ulimwengu wa kiroho, ninatangaza kwa neema ya Bwana kikazaliwa, huwa kinazaliwa wakati huo. Kuna binti mmoja alikuja kanisani kwetu na alikuwa anaona mara na fly na ndege na akatamani sana kwenda, alikuwa anaenda Australia. Lakini akiamuka asubuhi kila siku, kwanza alikuwa na hofu nyingi sana za maisha. Na ndipoza nawaambia hofu ni sehemu ya shetani. Na shetani pia anaweza tusababisha, unaweza pitishwa kwa hali nyingi kama hizo tumesema za moto, na zingine ni za mito. Mito inaweza kuwa maybe kama wewe ni msichana, ni ndoa, umejaribu kuolewa inashindikana. Huyo msichana alikuwa amejaribu kuolewa mara 2 kanisani. Hebu imagine mnapanga harusi siku kama ya Monday na harusi ni Saturday, inavunjika Monday. Na watu wamejiandaa, wametayarisha kila kitu. Ujue harusi ikifika ati imefika Monday na Saturday ndio harusi, almost 90% ya mambo yamepangilia harusi inakuwa imefika. Ikabomoka mara ya kwanza, ikabomoka mara ya pili. Shetani akamtoa kanisani. Akasema mimi hata church sitaki tena na sitafuata mambo ya kanisa. Ni kwa sababu gani? Hiyo ni kama mito. Hiyo ni mito ambayo inataka kukuharikisha, inataka kukuondoa kwenye hatima. Jambo la pili, tena akajaribu sana mara ya 3. Sasa akiwa nje ya ndoa bado ikashindikana. Na wakati mama yake alikuja kanisani, akaniambia hizo mambo yote. Akaniambia huyo msichana apostle, yeye hataki kusikia mtu pastor na hataki kusikia kitu kanisa. Nikamwambia tukiomba na wewe Mungu atasababisha moyo wake uwe mwepesi, alafu atakubali aje hapa kanisani tuombe. Na huyo binti wakati alikuja nilimuuliza ni nini wewe huwa unaota kwanza? Akaniambia kwamba mimi hatima yangu apostle huwa ninaota nikiwa mahali tuko na wazungu. Hizo ndio ndoto zangu. Na wacha nisikilize mpendwa, ndoto ni maisha yako. Wewe mwenye unaotaga unasema unatingiza kichwa asubuhi unasema sijui niliota nini. Ndoto ni kioo cha maisha.
Ndoto ndio huwa inakujulisha mahali unaenda na mahali umetoka, ni kina nani wanapigana na wewe na ni nani wanaweza kukusaidia. Ndoto ni mojawapo ya kioo cha maisha yako. Usipuuze ndoto wapendwa. Ndoto usipuuze. Na tunaona watu kama Yusufu walikuwa wanatafsiria mpaka wafalme ya kwamba kutakuwa na njaa miaka 7 na inafanyika hivyo. Na wewe unataka kupuuza ndoto zako. Na wengine mumelemewa, nitafundisha wakati wa ndoto wakati huo mwingine. Wengine mumelemewa kwa sababu Mungu alikuonyesha kitu ukapuuza. Na kule kupuuza inasababisha shetani apate nafasi ya kuua hiyo ndoto ambayo iko ndani yako. Siku hiyo nyingine nitafundisha kuhusu habari ya ndoto, ni ya muhimu sana. So nikamuuliza, akaniambia ninaonaga wazungu nikiwa ng'ambo lala. Nikamuuliza sasa, na ni nini mama yako aliniambia umekata tamaa hivyo? Sasa akanipea tena hiyo historia. Nilijaribu kuolewa mara 2 kanisani, harusi ikavunjika. Nikatoka nje ya church, nikawa na boyfriend mwingine na yeye pia akanikataa. Nikamuuliza swali rahisi. Sasa wewe unaona kwa maono ukiwa US ama ukiwa na wazungu sijui wako wapi, alafu kisha na wewe unang'ang'ania maisha Kenya, unafikiriaje? Hizi vitu ni ufahamu wapendwa. Hebu imagine hata unaweza kuwa unakataliwa sio kwa sababu ati wewe ni mbaya, lakini kwa sababu wewe ni kipofu. Haujui maisha yako, na nipoza ndoto huwa zinakuja kutuashiria, zinaashiria kesho. Ndoto huwa zinatuonyesha future. Maisha yako yatakuwa aje. Hayo maono Mungu anakuletea ni ya kukuonyesha kesho yako utakuaje. Sasa nikamuuliza swali rahisi tu, nikamuuliza swali tu la kawaida. Nikamuuliza kama basi wewe unajiona ukiwa unakaa na wazungu, unaishi na wazungu, alafu sasa wewe unang'eng'ana na Waafrika hapa, unaonaje? Sasa wewe already unainukia Mungu bure. Unaambia Mungu, "Oh Mungu, sasa mimi nitakuacha ati kwa sababu unisaidie." Usaidiwi namna gani na kwa ndoto unasaidiwa? Kwa ndoto ni saini ya kukuonyesha hatima yako haiko Kenya. Hivyo ndio nilimwambia, hatima yako haiko Kenya. Hatima yako imeunganishwa na mataifa ya dunia. Kama vile Mungu anamwambia Yeremia 1 ya kwamba nitakuinua mbele ya wafalme. Akaniuliza, Apostle unamaanisha nini? Nikamwambia kabla kama Job, Ayubu 1 mstari wake wa mwisho unasema, Ayubu hata wakati alipojaribiwa yeye hakukubali kumwazia Mungu katika njia ya upumbavu. Maana wakati mwingine hata sisi wenyewe kwa sababu ya kutoshindwa kuelewa vile Mungu anafanya kazi kwa maisha yetu, huwa tunamuongea Mungu. Hata saa zingine tunamuita shetani wa mkia nyeusi, shetani wa pembe mbili, na ni Mungu ako kwa maisha yako. Anakusaidia kwa sababu wewe ujielewi. Nikamwambia hii hatima yako, hata ungejaribu kuolewa na wanaume 50 wapangwe hapa, hata mimi Apostle nikikujaribu kukuoa haiwezekani. Ni kwa sababu hatima yako imebebwa na Mungu. Akaniuliza, Apostle unamaanisha nini? Nikamwambia tukiomba na wewe utajua hatima yako vile umeunganishwa. Huyo binti tuliomba na yeye kama saa hii. After 2 hours akaandikiwa email na watu wa embassy. Alikuwa ametupa application 2, alikuwa anataka kwenda Australia. Hebu imagine. Baada tu ya maombi. Sasa tumeongea kuhusu habari ya nabii. Nabii kazi yake ni kufanikisha kile Mungu alisema. Kwa ndoto ni Mungu anamuonyesha hatima yako haiko Kenya. Lakini kuhani akiomba na wewe, zile hatima zinafunguka mara moja. 2 hours akaandikiwa email. Akiwa kwa barabara hakuwa naamini. Aliposoma ile email, akaona anaulizwa ya kwamba tuliona 2016 ulikuwa umeapply kuja Australia na 2019. Hiyo ni miaka mingapi? Miaka 3. Na sasa bado alikuwa amekaa tena miaka ingine 2. Ndipo sasa email imeandikwa. Anaulizwa bado unakuja, unatamani kuja Australia. Akapiga nduru, akaandika email akasema bado ninatamani kuja Australia. Mpango wake ulikamilika na mwezi 1 na wiki 3 na leo hii ako Australia. Wapendwa, hatujakuja kupapasa neno la Mungu. Tunakuja kuingia kwa ukina wa hili neno la Bwana. Mungu anakujua. Hata wakati unaona unapitia katikati ya moto, bado wewe ni wa Mungu. Na ile moto yawezekana wakati mwingine ni wewe ujielewi. Nimekupea hiyo mfano hiyo binti. Ni kwa sababu gani? Yeye alikuwa anang'eng'ana na maisha Kenya, na Mungu kwa ndoto zake na maono anamuonyesha maisha yako na hatima yako haiko Kenya. So utajikwaza, utachukia wanadamu bure, utachukia kanisa bure, utachukia wachungaji bure, ni kwa sababu haujielewi.
Haujui umeunganishwa na nini wewe kwa maisha. Na leo nimekuja kama nabii wa Bwana kutangaza mbele ya masikio yako na ndani ya moyo wako ya kwamba kile Bwana alikusudia kwa maisha yako, haijalishi yale mambo unapitia, kwa neema ya Bwana Mungu akawezesha mambo yale yakaweza kutimia katika jina takatifu la Yesu. Haleluya. Neno la Mungu nasema usiogope, maana mimi pamoja nawe, nitaleta wazao wako toka mashariki. Hiyo ni kumaanisha kwamba nimesema katika Yoeli 2:25 inasema zile vitu ambazo zilicheleweshwa Mungu ana uwezo wa kuzirejesha. Ile miaka ambayo ilipotezwa Mungu ana uwezo wa kumpatia. Ule binti alirejeshewa hizo vitu. Hebu imagine alirejeshewa hatima yake, alirejeshewa mambo ya ndoa. Sasa hata alipoenda huko ananiambia mchungaji, so far kuna mzungu tunaona hapa, tuna date na yeye. Namwambia sasa ulikuwa unang'eng'ana Kenya kufanya nini? Ulichukia watu wa Kenya, hebu waachilie kwa moyo. Hata siku hiyo wakati alikuja kanisani nimwambia kitu cha kwanza, achilia watu wote wenye unasema wamekuzuia. Hawa hawajakuzuia. Wewe ndiye haujui hatima yako imeunganishwa na nini. Maana tusipojua, wakati mwingine hata tutaona kana kwamba Mungu hatupendi. Ni kwa sababu hatujielewi. Na wapendwa, siku hii ya leo mimi nataka kukuombea katika jina la Yesu. Mstari wa 6 inasema hivi katika Isaia 43 mstari wa 6, nitaiambia kaskazini toa, nayo kusi usizuie, walete wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Hebu sikiliza, hiyo haya ni ya muhimu sana. Nitaambia kaskazini toa zile vitu ambazo walikuwa wamekamata. Hiyo ni kusema hatima ya watu wengi imeshikiliwa na vitu tofauti. Sasa hatima ya huyu binti ilikuwa imeshikiliwa na hawa vijana alijaribu kuolewa na wao. Walikuwa wameshika hatima yake. Hata mwingine pia Mungu alinielekeza kwake, alikuwa aka US bado, hata yeye hatima yake ilikuwa imeshikwa na vijana wawili wa Kikuyu, na wengine sijui ako Germany, mwingine sijui ako nchi gani, lakini huyo msichana ako US. Na wakati tuliomba na yule msichana, na kabla hatujaomba naye, Mungu akanitokea kwa ndoto nikisaidia mtu ambaye alikuwa ameshikwa na vijana wawili. Na wakati nilikutana na yule binti kupitia kwa mitandao, akanielezea, nikamwambia, wewe hawa watu wawili ambao wamekushika kwa maisha, si hakuna mume wako hako. Na Mungu kwa uhakika, naye pia Mungu alikuwa anamuonyesha akiolewa na mzungu, amezaa na mzungu. Na wakati niliomba na yeye, wale vijana wawili Mungu akawaondoa, na leo hii wameoana na mzungu. Mpendwa, nataka nikuombee katika jina la Yesu. Hatima yako, kile ambako imeunganishwa nayo, Bwana anasema nitaamurisha nchi fulani iachilie. Nitaambia kusi ya kwamba achilieni baraka za huyu mtu. Na mimi nataka kutangaza kwa neema ya Bwana, chochote ambacho ni chako kikaachiliwa, kikaja upande wako na kikaja kwa jamii yako. Baba wetu mwingi wa rehema, ninakutukuza Baba wa mbinguni. Umeniita kwa sababu ya watoto wako. Nimeinua madhabahu Bwana ya kunyakua vitu vile ambavyo vilikuwa vimenyakuliwa na adui katika jina takatifu la Yesu. Ile milango ilikuwa imefungwa na inaitanishwa na hizi jamii Bwana, ninatangaza kwa neema ya Bwana ile milango ikafunguka kwa ajili ya jina takatifu la Mungu. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Ponya hiyo jamii, ponya hiyo familia, ponya huyo kijana, huyo msichana. Wengine Bwana wameumizwa sana, wameumizwa kwa mambo ya ndoa, lakini hawajifahamu. Si ufungue macho yao ya ndani waweze kujielewa, na kila moja afikie hatima yake. Ninakutukuza Roho wa Bwana, maana umehusika katika ombi hilo. Kwa damu Yesu Kristo ninaomba na hata nashukuru. Wewe mtazamaji wangu mahali ulipo, kama hujaokoka, nataka urudie haya maombi. Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nioshe na unitakase. Tafuta kanisa nzuri la kiroho, nenda pale ulishwe na neno la Bwana. Hadi kipindi hicho kingine cha maji yenye uzima, mimi wako Apostle Hosea Kimani wa Mbogo. Shalom, shalom, shalom.